Okay, bana, mambo vipi Swahili community? Kama kawaida, kama ilivyo ada, na leo tena tunaendelea na sehemu ya pili ya Vagabond Recap. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza, basi ni vema uweze kuiangalia ili tuweze kwenda sambamba. Basi tuliishia pale ambapo Dalgan aliweza kugundua kwamba video ya mpwa wake Hun ilikuwa imetoweka katika kompyuta yake. Basi alimuona mfanyakazi mmoja wa hoteli na alimtilia shaka na kuanza kumkimbiza. Dalgan aliweza kumkamata, lakini polisi wa Morocco walifika na kuwakamata wote wawili. Wakati huo Hosuk katika ofisi ya NIS alikuwa akiendelea kuchunguza video ya Hun na alitumia mfumo wa kisasa wa kugundua sauti na kubaini kuwa mwanaume yule waliyemtilia shaka alikuwa akizungumza Kihispania. Upande mwingine, Kim Hosik alimjulisha Hairi kuwa Dalgan alikuwa amekamatwa na polisi na wote wawili walielekea kituo cha polisi ambako Dalgan alikuwa akijaribu kueleza kuwa mfanyakazi huyo hoteli aliiba video kutoka kwenye laptop yake, lakini mfanyakazi huyo alikanusha kabisa shtaka hilo. Dalgan alikasirika na kumdaka mfanyakazi huyo shingoni. Polisi walitishia kumpiga risasi ikiwa hatoacha ukaidi wake, lakini Hairi aliingilia kati kwa wakati na kudhibiti fujo hizo. Dalgan aliachiwa huru, lakini alipigwa faini kwa kuvunja sheria, huku mfanyakazi wa hoteli akiachiwa pia. Baadaye Hairi alimtembelea Dr. Kevin Kim aliyekuwa akifanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu ajali ya ndege. Dr. Kim alionyesha sauti zilizorekodiwa kabla ya ajali ambapo rubani Kim Woo-hee alisikika akizungumza Kihispania. Hairi aligundua kuwa rubani huyo alitumia maneno ya siri, na baada ya kulinganisha rekodi hizo na muda wa ajali, alihitimisha kuwa ajali hiyo ilikuwa shambulio la kigaidi. Sasa tukirudi gerezani, Kim Hosik alitoa hongo ya pauni 500 kwa polisi ili kumtoa Dalgan, kisha alimpeleka Dalgan kwenye kituo cha mafuta na kumtuma aende dukani ili kumnunulia kinywaji. Wakati Dalgan akiwa dukani, mwanaume mwenye bunduki aliingia na kuanza kumfukuza Dalgan. Dalgan aliweza kuepuka risasi na alichukua kopo na kulirusha kwenye microwave, jambo lililosababisha mlipuko mkubwa. Mshambuliaji huyo hakukata tamaa na aliendelea kupiga risasi. Risasi moja ilimpiga Kim Hosik na Dalgan alimchukua haraka na kumpeleka hospitalini ambapo madaktari walimkimbiza Kim Hosik kwenye chumba cha upasuaji. Sasa tukirudi upande wa Hairi, naye aliporejea kwenye nyumba yake alishambuliwa ghafla na mwanaume mwenye barakoa. Hata hivyo aliweza kumshinda na kuchukua bastora kutoka kwenye draw, kisha akamwelekezea silaha na kumtaka avue barakoa, lakini alipovua alibainika kuwa ni yule mfanyakazi wa hoteli ambaye Dalgan alikuwa amemshtumu awali. Hairi alimwamuru ampigie simu mtu aliyemtuma. Alipiga simu, ghafla iliunganishwa moja kwa moja na simu ya Kim Hosik. Dalgan alipoipokea na alimjulisha kuwa Kim Hosik alipigwa risasi na kwa sasa alikuwa kwenye upasuaji. Hairi akiwa ameshangaa alimweleza Dalgan kuwa Kim Hosik ndiye aliyemtuma muuaji huyo. Dalgan naye alishangazwa sana na jambo hilo na alikimbilia hospitalini kumtafuta Kim Hosik, lakini alikuta tayari ametoroka. Dalgan alianza kumfukuza na Hairi alifika kwa wakati na kujiunga katika kumkimbiza. Walifanikiwa kumkamata Kim Hosik na kuanza kumhoji kuhusu usaliti wake na ni nani aliyekuwa amemwamuru. Sasa wakati hayo yote yakiendelea, sniper mmoja alikuwa amejiweka kwenye paa la jengo jirani akiwa amemlenga Kim Hosik ili kumzuia asifichue taarifa yoyote, lakini kabla hajatoa maelezo muhimu, Kim Hosik alimeza sumu na kufa papo hapo, na kabla ya kufariki alitoa onyo kwa Hairi na Dalgan kwamba watu waliohusika katika sakata hilo ni hatari mno na kuwataka waache kabisa kuchunguza ajali ya ndege. Sasa mara tu baada ya kifo chake, sniper alianza kufyatua risasi na kuwalazimu Dalgan na Hairi kujificha nyuma ya gari kwa ulinzi. Hairi alijaribu kupiga simu kuomba msaada, lakini risasi ziliendelea kufyatuliwa. Dalgan alichukua bastora ya Hairi akisisitiza kuwa atamlinda vyema, na walikubaliana kukimbilia juu ya jengo hilo wakipanga kutumia sekunde 3 ambazo sniper alihitaji kubadilisha risasi. Dalgan alipiga risasi ili kujihami huku akikimbia kuelekea sehemu salama. Wakati sniper alipokuwa tayari kufyatua risasi nyingine, kikosi cha maafisa kadhaa kilifika kwa wakati na kumzuia asifanye hivyo. Dalgan na Hairi walipofika juu ya paa waligundua kuwa sniper alikuwa tayari ametoroka. Wakati huo, agizo la kushangaza lilitolewa na maafisa wa ngazi ya juu wa NIS.
likiwaamuru wakague ofisi ya Hosuk. Timu ya upelelezi ilitumwa wakidai kuwa wanahakikisha uzingatiaji wa sera za faragha. Hosuk akiwa na hofu aliwasihi wasichukue flash drive na hakusema kuwa ilikuwa na video ya Hun aliyotumiwa na Hairi. Badala yake alidai kuwa inaye picha zake za siri. Hata hivyo, maafisa hao walisisitiza kuwa wamepewa maagizo ya juu ya kuchunguza kila kitu. Upande mwingine, Hairi alimpigia Kang na kumjulisha kuhusu jaribio la wao kuuawa yeye pamoja na Dalgan. Kang alimsihi arudi Korea mara moja na kuripoti tukio hilo. Hairi alimbembeleza Dalgan asafiri naye na Dalgan alikubali. Sasa Jessica yeye alimwalika waziri wa ulinzi Park Man-young kwenye sherehe iliyofanyika nyumbani kwake akiwa na nia ya kumshawishi aidhinishe mkataba wa FX kwa manufaa ya kampuni yake. Alianza kumrubuni na alienda mbali zaidi na kumuonyesha nyaraka zinazoonyesha ufisadi wake na hivyo kumlazimisha Park kukubali mpango wa Jessica kwa hofu ya kufichuliwa. Baadaye Jessica alimwajiri muuaji wa kitaalamu aitwaye Lily akimlipa mamilioni ya won ili amuue Dalgan. Lily alianza haraka kazi hiyo ya mauaji. Sasa wakati wa safari ya kurudi Korea, jaribio la kumuua Dalgan linaoneshwa ambapo muuaji anajaribu kutumia chip ya umeme shingoni mwa Dalgan ili kumlemea. Hata hivyo, hilo lilikuwa ni tukio la kuigiza tu, yani mpango wa awali wa Lily. Jaribio halisi lilianza muda mfupi baadaye. Dalgan aligundua kupitia mwangaza wa miwani ya jua ya Hairi kuwa kuna mtu anakuja kwa nyuma kumvamia. Kwa haraka alimkamata mshambuliaji na kupinda mkono wake akidhibiti jaribio hilo. Mshambuliaji huyo alijificha na alificha chip ya umeme na kujifanya hana hatia kabisa. Sasa wakiwa tayari wamerudi Korea, Dalgan na Hairi walipokewa na Husok ambaye aliwapeleka kwenye mgahawa. Sasa wakiwa huko, Dalgan alikutana na Joe, mwandishi wa habari wa gazeti la ndani, na alitaka kuzungumza naye. Joe alifichua kuwa anaichunguza ajali ya ndege ya B357 na anahitaji msaada wa Dalgan katika kufichua ukweli. Lakini hawakujua kuwa Hairi na Hook waliwafuatilia kwa siri. Joe na Dalgan walikutana katika mgahawa mwingine. Joe alimweleza Dalgan taarifa za kushtua ya kwamba kuna uwezekano kuwa maafisa wa juu wa serikalini walihusika katika ajali ya ndege hiyo. Alisema kwamba kabla ya ndege kupaa, mfanyakazi wa uwanja wa ndege alipokea simu isiyojulikana iliyomuonya kuhusu ajali hiyo, lakini alipokuwa akijaribu kuwajulisha wenzake, moto ulizuka ghafla na kusababisha taharuki. Lakini pia katika machafuko hayo, mtu fulani alimpachika chip shingoni na tangu wakati huo amekuwa katika hali ya kupoteza fahamu, yani yuko kwenye koma. Joe aliendelea kueleza kuwa mradi wa serikali wa FX ni swala lenye utata baina ya kampuni ya Dynamic na John and Mark, jambo ambalo linaweza kuwa limechangia ajali hiyo. Alipendekeza kuwa huenda John and Mark walihusika kwa lengo la kuharibu sifa ya Dynamic. Dalgan alishangaa na kuanza kuamini maneno ya Joe. Lakini ghafla Joe alipokea simu kutoka kwa mtoa taarifa ambaye alidai kuwa ana ushahidi kuhusu ajali ya B357 na alipanga kukutana naye katika hoteli moja. Dalgan aliamua kuandamana naye na Joe alikubali. Wakati wanakwenda hotelini, Hairi na Hook waliendelea kuwafuatilia kwa siri. Sasa katika harakati hizo, Hook alimcheka Hairi kwa utani akisema labda Dalgan alipendelea kukaa na wanaume badala ya wanawake. Sasa walipofika, Joe alimwambia Dalgan asubiri nje wakati anaingia kukutana na mtoa taarifa, lakini kabla ya kuingia alimwambia namba ya chumba. Lakini baada ya kusubiri muda mrefu bila kuona dalili zozote, Dalgan aliamua kuingia ndani, na alipofungua mlango wa chumba alikuta Joe amevamiwa vibaya na yuko kwenye hali mbaya. Lakini kabla hajafariki, Joe alimpatia Dalgan kalamu fulani hivi. Dalgan alipiga simu polisi kuripoti tukio hilo, lakini ghafla muuaji aliyemuua Joe alimvamia na yeye pia. Dalgan alijitetea vikali na muuaji huyo alikimbia. Dalgan alimfuatilia muuaji huyo ambaye alijaribu kutoroka kwa pikipiki. Dalgan alimuona Hairi akiwa ndani ya gari na alimsihi amfuatilie muuaji huyo. Licha ya juhudi zao, muuaji alifanikiwa kutoroka. Polisi walipowasili hotelini sasa, wanakuta ushahidi wote wa mauaji huo umefutwa kwa umakini mkubwa.
mapya, yani kila mtu akabaki anashangaa. Polisi walishia kumuonya Dalgan akae mbali na matatizo na kisha waliondoka eneo la tukio. Dalgan alibaki akiwa haamini kilichotokea. Alishindwa kuelewa ni vipi usafi umefanyika kuweza kuficha ushahidi na umefanyika kwa haraka kiasi hicho. Alimkabidhi Hailey kalamu aliyopewa na Joe na waligundua kuwa ndani yake kuna kifaa cha kuhifadhi data kilichofichwa, yani flash drive, na walipounganisha kifaa hicho kwenye kompyuta walikutana na taarifa za kushtua. Flash drive hiyo ilibeba taarifa kuhusu nahodha wa ndege ya B357 Kim Woo-hee na akaunti zake za nje ya nchi, pamoja na bima ya maisha yenye thamani ya $1 bilioni 5 ambayo ingelipwa kwa mke wake Oh Sang endapo ndege hiyo ingepata ajali. Hailey alimpa taarifa hizo Dalgan haraka. Dalgan yeye yuko kwenye mkutano wa familia zilizofiwa ambapo walijadili kumteua Oh Sang kuwa mwakilishi wao, lakini ghafla Dalgan aliingia kwa hasira kwenye mkutano na kumkabili Sang akimshtumu kwa udanganyifu. Alifichua ya kwamba mume wake nahodha Kim Woo-hee bado yuko hai na kwamba Sang amekuwa akijifanya anaomboleza ili apate malipo ya bima ya maisha. Watu wote walishangazwa na madai hayo ya Dalgan, lakini Sang alikataa kabisa tuhuma hizo akisisitiza kuwa mume wake alifariki. Park Kwang aliyejulikana kwa hasira zake za haraka alikasirishwa na shutuma za Dalgan na kumtaka aache kuwaumiza wengine kwa maneno yake, lakini Dalgan alikataa kukaa kimya, akiuliza kwa ukali ni kwa muda gani wataendelea kufumbia macho ukweli. Kwa hasira, Kwang alimshambulia Dalgan na kumwangusha hadi kupoteza fahamu, lakini alitambua alichokifanya na alijutia na kumchukua Dalgan mgongoni kwenda hospitalini. Wakati huo Edward Park aliwasili na kuamua kumchukua Dalgan na kumpeleka ofisini kwake badala ya hospitali. Edward alimpa Dalgan sehemu salama ya kukaa ndani ya jengo lake na kumshauri apumzike hapo kwa muda. Dalgan alikubali, akiamua kujificha kwa muda huku akiendelea kufuatilia ukweli kisirisiri. Sasa wakati huo Lily, yani yule muuaji aliyekodiwa kumuua Dalgan, alikuwa akimchunguza kwa makini kutoka katika jengo lililokuwa mkabala na la Edward Park. Alikuwa akipanga kwa uangalifu hatua yake inayofuata. Siku iliyofuata, Kwang alimpigia simu Dalgan kuomba msamaha kwa kitendo chake cha siku ya jana. Dalgan alimsamehe na Kwang alipendekeza wakutane kwenye mgahawa. Dalgan alisita, lakini hatimaye alikubali. Sasa wakati Kwang alipofika kumchukua Dalgan, Lily aliyekuwa akiwachunguza aliamuru mshirika wake kudukua gari la Kwang na kulilemaza breki. Gari lilianza kuenda kwa kasi isiyodhibitika na hatimaye walipata ajali. Licha ya ukali wa hali hiyo, Dalgan alifanikiwa kujiokoa yeye pamoja na Kwang. Sasa Lily alipotambua kuwa mpango wake umeshindwa, alijawa na hasira sana. Kwang alikiri kwa Dalgan kuwa sasa anamwamini na kukubali kuwa kuna mtu anajaribu kuwanyamazisha. Dalgan na Kwang walihudhuria hafla ambapo Jessica alikuwa akikusanya michango kwa ajili ya wagonjwa wa saratani. Katika hafla hiyo, Dalgan alimkabili Jessica uso kwa uso kwa mara ya kwanza. Alimchukua kando na kumuonya kwamba atahakikisha yeye pamoja na kampuni yake John and Mark wanakabiliwa na mkono wa sheria. Jessica alijaribu kumhonga Dalgan, lakini alikataa na kumuuliza kama anaweza kumrudisha mpwa wake Hun. Kisha Dalgan aliwahutubia waandishi wa habari waliokuwa kwenye hafla hiyo, akitangaza waziwazi kwamba aliyesababisha ajali ya ndege ni kampuni ya John and Mark. Kauli yake ilisababisha taharuki kubwa ya vyombo vya habari, na Jessica alipojitokeza, waandishi walimzingira kwa maswali akitaka kufahamu ukweli wa madai ya Dalgan. Jessica alikanusha madai hayo, akiyaita ya uongo na yasiyo na ushahidi. Wakati huo huo, mkuu wa idara ya Hailey, Min Jae-sik, alimkemea kwa kumpa Dalgan taarifa nyingi mno. Hailey alijitetea akisema kwamba ni wajibu wao kuwakamata wahalifu waliohusika na ajali ya ndege. Hata hivyo, Min alimwamuru afunge kesi hiyo mara moja, akimtishia kumhamisha kwenye kituo cha mbali iwapo atakaidi. Kwa upande mwingine, Kang alikuwa akichunguza kwa karibu picha za tukio la kujizuru kwa Michael. Aligundua kwamba kwenye picha Michael alikuwa akitumia mkono wa kulia kujidhuru, ile hali ilikuwa ni mtu wa mkono wa kushoto, yani alikuwa anatumia mkono wa kushoto. Uchunguzi huo ulimthibitishia Kang kwamba Michael aliuawa na kwamba kifo chake kilipangwa. Usiku ulipofika, Hailey aliingia kwa siri katika ofisi ya NIS akitumaini kuipata tena flash drive iliyokuwa imechukuliwa kutoka
kutoka ambako ilikuwa video ya Hun, yani kuna hiyo flash drive ndio kuna video ya Hun. Baada ya utafutaji wa muda mrefu aligundua kuwa faili hilo lilikuwa limefutwa kwenye mfumo. Alimjulisha Dalgan ambaye alikasirika sana baada ya kupata habari hizo. Siku iliyofuata, Rais Jang Kuk-oh aliwaalika familia zilizofiwa kutokana na ajali ya ndege katika jumba la Blue House. Hairi aliona tangazo hilo kwenye televisheni na mara moja akampigia simu Dalgan kumjulisha. Dalgan alishangazwa kwani hakuwa amepata taarifa yoyote kuhusu tukio hilo. Alipokuwa akijiandaa kuondoka, Lily alipiga kengele ya mlango wake akijifanya ni mtoa huduma wa mizigo. Dalgan alifungua mlango lakini Lily alimnyunyizia dawa ya usingizi na kumchukua akiwa hana fahamu ndani ya gari la wagonjwa. Ndani ya gari hilo, mshirika wa Lily alikuwa karibu kumpa Dalgan sindano yenye sumu kali sana ya potassium cyanide, lakini Hairi aliwasili kwa wakati na kumuokoa. Hairi alimsaidia haraka na kumweka ndani ya gari lake, kisha wakaelekea kwa kasi kuelekea Blue House. Wakiwa njiani, Hairi alimsikilizisha Dalgan rekodi ya mazungumzo aliyokuwa amerekodi kwa siri kati yake na Tae-wong, mkuu wa idara yake. Katika rekodi hiyo, Tae-wong alifichua kuwa mtu mmoja kutoka ngazi za juu ndani ya NIS ndiye aliyefuta video ya Hun. Hairi alimhimiza Dalgan asikilizishe rekodi hiyo hadharani katika mkutano wa Blue House ili kufichua ukweli. Dalgan akiwa na wasiwasi kuhusu kazi ya Hairi alimwambia kuwa kufanya hivyo kunaweza kumsababishia kupoteza ajira. Hata hivyo, Hairi alijibu kwa uthabiti kuwa kwake ukweli ndo thamani kuliko kazi yake. Bana, hiyo ni sehemu ya pili na leo tunaishia hapo. Tutaendelea na sehemu ya 3, ya 4, ya 5 mpaka tumalize. Bana, usisahau kusubscribe, kulike ili video yetu iweze kwenda viral, na hii ni Swahili Community.